DRC Scope TV, the perfect way to unwind. Njia kamili ya kupumzika. Karibu ndugu msikilizaji wa DRC Scope TV. Asante sana kwa watu ambao kushare, kusubscribe. Kama unavyoona tunapendeza hapa ni kazi ya ndugu John. Ukitaka kukata haircut, karibu sana 11 Shum. Safe Baba Shop. Kwa hiyo tuatilia namba za contact hapo chini. Ukitaka kupendeza kama sisi, kwa hiyo mtapata huduma safi sana hapo. Asante sana. Tunataka kuwafafanulia issue kidogo kuhusu accord kati ya Kongo na Rwanda. Kuna baadhi ya watu wanalalamika kuwa Felix Tshisekedi ameuzisha Kongo, amewapatiwa Marekani, Wakongomani watakuwa hawana tena uhuru katika nchi yao, watakuwa wananyanyasika, minere yote ya Kongo itakuwa under control ya Marekani. Kwa hiyo tunataka kuambia reality. Ukweli ni kwamba akoro ambayo Felix Tshisekedi ameingia na Marekani ni kusema kwamba Marekani itakamata control ya minere ya Kongo, ambapo pia Kongo itabenefit usalama ambapo raia ya Kongo imekosa kuanzia 1960. Ni almost zaidi ya miaka 16. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa haina amani. Kwa hiyo mkataba huo katika nchi ya Kongo utafacilitate sana kuleta amani. Na kuna baadhi ya companies za Marekani ambapo tayari ziko tayari nao, ziko zinaomba audience ili ziweze kufanya business hapo mjini Kongo. Kama gitu mwambia hapo awali, Starlink ya Elon Musk iko tayari kuwepo mjini Kongo, ambapo italeta internet, na kampani kadha wa kadha ziko tayari kushuka mjini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna malalamiko, baadhi ya watu wanasema kwamba je, uhusiano wa Kongo na Rwanda baada ya Marekani kuweka mkataba huo, je, amani itapatikana kati ya nchi hizo mbili? Ukweli ni kusema kwamba Wakongomani, mpende msipopenda, kati ya Rwanda na Kongo wana share borders. Na kipindi wana share borders, by one way or the other, lazima kuwepo cooperation fulani. Kwa sababu watu wana share borders, na wazungu wanasema kwamba nchi ambazo zina trade together zinaishi kwa amani zaidi. Kwa hiyo lazima kuwepo uhusiano kati ya Rwanda na Kongo ili mambo yao yaendelee kuwa kwa usalama zaidi. Kuna raia wa Kongo wanaishi Rwanda, kuna Wanyarwanda wanaishi Kongo, kwa sababu wanashare border. Goma iko karibu sana na Gizeni, ambapo Gizeni ni nchi wa Rwanda. Kwa hiyo unakuta by one way or the other lazima watu wakuwa wanakuwa na hiyo free movement ya wanadamu. Akoro ya kwanza ambapo Rwanda na Kongo wamesign ilikuwa ni akoro ya principle of no aggression, ambayo inasema kwamba katika nchi zote mbili hakuna nchi ambayo inaruhusiwa kuagrese nchi nyingine. Na ndio maana Donald Trump amekamata hatua moja kwa moja. Hatua ya kwanza ilikuwa rais wa Kongo pamoja na rais wa Rwanda waikae chini wazungumze ili amani ya kudumu iweze patikana. Ndio maana tarehe 25 mwezi wa 4 2025 wamesinya accord ya principle of no aggression, ambayo kila parti ya Rwanda na parti ya Kongo wamekubaliana kusema kwamba hakuna parti ambayo itakwenda kuagrese parti nyingine. Donc Rwanda hawezi kuagrese Kongo na Kongo isiagrese Rwanda. Donc il faut kukue amani ya kudumu. Kwa hiyo wakadeposit draft, na tarehe 15 mwezi wa 6 2025 ndizo parti mbili, president wa Marekani, president wa Kongo na Paul Kagame watakaa pamoja kusinye accord de paix. Donc hiyo ni accord ya usalama ambao itapatikana mjini Kongo. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa DRC Scope TV, endelea kushare, kusubscribe, ambapo tunaendelea kupatia news kadha wa kadha. Muache kuwa manipulated. Kuna baadhi ya watu wana give information based on kwa sababu ni washabiki fulani,
aidha wanamchukia Tshisekedi, aidha hawapendi uongozi uliopo pale. Kwa hiyo wanaongea mambo ambayo haina ukweli wowote ule. Kwa hiyo tukue makini sana ndugu wa Kongomani kuhusu desinformation. Kuko watu ambao wako biased, wanapana information zenye ni za bongo sana, ambapo wanasema tu selo masantima zao, sio kusema kwamba wanasema mambo ya kusaidia Kongo. Hapana. Tulikuwa tunamwambia bwana Felix Tshisekedi, tukiangalia wakati wa kontra ambayo Kongo imepata na China, kontra Leone, ambapo kuna mtu kama vile Gilles Alingeta, ambapo waliingiza sana bwana Tshisekedi katika mambo isiyofaa zaidi. Walimdanganya kusema kwamba kwenye contract hii na Washinwa tumeweza kuganya 7 miliards, ambapo ilikuwa ni bongo. So gloire à Dieu, Alingeta walimtia kwenye retraite hivi karibuni. Kwa hiyo entourage ya president anaendelea kusafisha moja kwa moja, anaendelea kusafisha umoja baada ya mwingine. Kwa hiyo hivi karibuni entourage ya president Tshisekedi itakuwa bien structuré na atakuwa na timu ya watu ambapo wako tayari sana kuisaidia Republic ya Kongo. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa DRC Scoop TV, acha kufuatilia information za watu ambao wako biased. Kuna watu ambao wanatumikia wako mauvaise partie ya histoire, hawapendi kabisa kutumika kwa bon côté de l'histoire. Kwa hiyo watu kama hao kazi yao tu ni kudonner ma mauvaise information kwa population, kudésorienter opinion nationale, na wanalipwa. Kuna baadhi ya watu wanalipa wa journaliste kuambia tu watu habari za uongo. Kwa hiyo endelea kufuata wa patriote Congolais kama vile ndugu Mubenga, kuna Frere Kalonji, ambapo ni watu wapatia information, hawako biased, wanakupatia information the way zilivyo kwa intérêt ya Republique. Au kama rushwa wa mtu na wanakomunike pour l'intérêt national. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapenda Kongo, ndugu jamaa na marafiki ambapo mnaendelea kufuatilia Democratic Republic of the Congo, Kongo hivi karibuni anakwenda kusimama. Tumeteseka sana, Wakongomani wameteseka sana mjini Kongo, wamepitia vita kadha wa kadha, ambapo Kongo imekuwa rebels as a capital of rape. Kwa hiyo mambo kama hayo imefika ukingoni. Kilichopo pale ndugu mtazamaji wa DRC Scoop TV, endelea kujiprepare. Utajue role gani katika nchi yako? Utajue role gani kuisaidia taifa lako? Utajue role gani kusaidia taifa lako? Muda wa kukritike unafika mwisho. Hii akoro ambao Kongo inasinye na Marekani sio akoro ya kwanza. Marekani kusinye na pesa zingine. Kuna sasa vile Dubai walisinye hii akoro na Marekani. Kwa sasa hivi angalia kizi Dubai inavyoendelea. So kuna mambo mengi ambapo akoro hii italeta amani ya kudumu. Muache kuwa nadanganya watu. Tshisekedi ajaguzisha Kongo. I know ni vigumu sana kuelewa kwa baadhi ya Wakongomani wengi na baadhi ya watu wengi ambao wafuatilie kwa kina sana actuality za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akoro hii ya Kongo inaleta amani, inaleta usalama. Kampani za Marekani zitashuka Kongo, zitainvestir, watakamata minereza Kongo, na memta wataleta culture ya Marekani nchini Kongo. Wataleta vitenda kazi ya Marekani, wataleta makampani, watacreate makazi, watatengeneza mabarabara, wataleta health care. Yani kuna baadhi ya mambo mengi sana ambapo hatutaweza kuambia kwa nao. Wataleta mabanki. Kama tunavyojua hakuna banki ya Kongo ambayo inamilikiwa na Wakongomani. La plupart ya mabanki Congolese zinamilikiwa na waétranger. Kwa hiyo Marekani ikifika italetea banki ambazo zitakuwa under control the government ya Kongo. Kwa hiyo Marekani wanachokifanya wanasaidia Kongo kuendelea. Sio kama wanakuja tu kamata minere. Marekani sio kama nchi zingine ambazo zinakuja zina exploite na baada ya kuexploite population ipati benefit yote. Lakini Marekani inafika ina exploite, wanafanya maproduit fini mu Kongo, population ina beneficie na même temps Marekani yenyewe ina beneficie. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kongomani, muda umefika. Muda wa kulialia umefika mwisho. Tumelia sana, tumecomplain sana, tumeuawa sana, mama zetu wamebakwa sana. Enough is enough. Marekani imesimama kwa upande wa Kongo. Nimshukuru sana President Tshisekedi na pamoja na dada yetu Therese Wagner ambaye anafanya kazi kubwa sana. Diplomasia ya Kongo under Therese Wagner imekuwa on the highest standard ambao tujawahi kuiona mjini humo.
Asante sana ndugu mtazamaji, endelea kushare, kusubscribe ili endelea kupata updates zetu za DRC Scoop TV. Asante sana kwa muda huu. See you next time. God bless you.